Nitogire tutania tadeni wake. Shadraka meje kidaba ndimo mara tiri. Hiyo ni wamati tutagike ngamela tadeno. We cannot be compromised. Hello, Bwana Yesu asifiwe. We will not get into this madness because we know that the God we trust is able to save us. We have no business. Because you have a God in heaven who is able to help your husband to stop cheating on you. Oh, sema tena hallelujah. Amen. Unahitaji kumchukia, pole, nimeacha watu wengine nje. Unahitaji kuchukia huyo mama ambaye mume wako ameniweka kambini. Kwa sababu unapomchukia, nyinyi na yeye mko kwa kategori moja, mtaenda kwa shetani. Unahitaji kumwamini Mungu ambaye ana uwezo wa kubadilisha mume wako. Bwana Yesu asifiwe. And that is the message in the book of Daniel 3, that we can trust God. Tunaweza kumtumikia Mungu, tunaweza kumwamini hata katika hali mbaya, katika matatizo, katika chuki na fitina. Tunaweza kumwamini Mungu katika nchi ambayo haina neema, katika nchi ambayo watu hawapendani, katika ndoa ambazo zina changamoto. We can trust God even at that particular time. Tunaweza kumtumaini Mungu katika kifo cha mama yetu. Tunaweza kumtumaini Mungu hata katika kupoteza mpendwa wetu ambaye tunampenda. Bwana Yesu asifiwe. Inga na maroga nimekuyoka hapa. Nimetaka ikiwa ndio hapo kulikia na Mungu mmoja akileka kama tatulu mbele yake. Haleluya. So Danieli, tunapomalizia katika kitabu hicho cha Danieli, hebu soma 24 tumalize. Hapa ndio ninataka kumalizia. 24 inasema nini? Ndipo Nebukadneza akastaajabu. Already wametupa katika tanuru ya moto. Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka. Akanena, akawaambia mawaziri wake, Je, hatukutupa watu watatu? Mahali walikuwa wamefungwa katikati ya moto. Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli tuliwatupa watu watatu wakatupa ndani ya tanuru ya moto, tena walikuwa wamefungwa. Akajibu akasema, tazama. Akawajibu akawaambia watu wake, na tazama, mimi naona watu wanne. Yakona mimi ninaona watu wanne, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya tanuru ya moto, wala hawana wala. Na sura yake yule wa nne, mfano wa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mtu wa nne akafanya nini? Nimepatia mtu wa nne akafanya nini? Moto akaigana. Maona wanganirwo ni maundu mara mangĩ tukanganirwo ni wakana. Kwa mwanamke Nebukadneza anaweza aterere. Yaani hata ukisahau na vitu vingine usisahau na huyo wa nne. Nebukadneza anasema kwamba tuliwatupa watu watatu ndani ya moto. Ni kwamba tumetupa katika changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mary, Mary Wanjiko ni sistangu. Watoto wa Mary hamjambo. Ya kwamba mlitupa mkiwa watatu, mwakiwa au mwekeza. Lakini Biblia inasema ya kwamba kuna mwingine ambaye anaonekana nosio wakana leo. Na mwenyanera wao mutizamuru wa Ngai. Yeye kumwera horo wa Mungu sio wakana mwathani arogoci. Yeye jirani yako sio wakana. Ucio wakana arekoragwo thĩinĩ wa mathĩna marĩa wagere. Ucio wakana nĩ arekoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa kuombanwo gwaku. Ucio wakana nĩ arekoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa kwarwarwo. Ucio wakana nĩ arekoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa gwakuo. Ucio wakana nĩ arekoragwo kuo hĩndĩ ĩrĩa wĩna maithori, tondũ nĩ wakana. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa wa nne anapatikana. Biblia inasema ya kwamba ninawaona tena kuna mtu wa nne ambaye yuko miongoni mwao. Watoto wa Wanjiko ninawaachia huyo mtu wa nne katika jina la Yesu. Huyo mtu wa nne hata kuacha hata ukiwa ndani ya moto. Huyo mtu wa nne hata kuacha hata wakati ambapo umefiwa. Huyo mtu wa nne atakuwa pamoja nawe katika moto. Biblia inasema ya kwamba he is not far away to watch us in fire, but he is in our midst. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa karibu na wewe mzee. He is here.
mimi nitaenda. Huyo Waini atakaa na wewe hapa bwana. Ambia jirani yako kuwa na Waini. Kuwa na mundu wakana na kimothuri. Ona kimotumia wakana. Kuwa na mundu ucio wakana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩ tondũ mũndũ ũcio wakana thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ndokĩte nĩgetha ke maũndũ mega. Bwana Yesu asifiwe. Nĩgetha mekwenda mũndũ wakana agĩ thĩinĩ wao na gatagatĩ-inĩ kao makĩgerera moritũ na mathĩna. Ĩra jirani yaku ũcio wakana hamwe nawe. Ciana cia Wanjikũ ũcio wakana hamwe na inyuĩ. Haleluya. Andũ matirauga amen nĩgetha manĩgĩcamire. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ũcio wakana Mwathani arogocwo. Nawe tondũ ũmenyete ciugo nyingĩ ndũkĩnyita wakana. Bwana Yesu asifiwe. Ũkĩmwamũkĩra mũinũke nake ũkĩreke mũtũranagie nake ũcio wakana. Tagĩkũra hathimani, tagĩgwĩkage wega, tagĩrware para ciaku, tahotanage. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu ambao hawakusikia hiyo ya nne, yaani wanasema mtu wa nne aishi ndani yako, mtu wa nne akupiganie, huyo wa nne akupatie ushindi vita na magonjwa, huyo wa nne akuponye, huyo wa nne atembee pamoja nawe katika siku za ugumu wa maisha yako, kwa maana ni mwaminifu katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ya kwamba tuweze kuwa na matumaini. Nikimalizia hadithi moja inasema hivi. Wanasayansi katika university moja ambayo inaitwa la Malinda, maana nilikuwa nazungumza kuhusu matumaini. Wanasema ya kwamba wakataka kujaribu jinsi matumaini yanavyofanya kazi ndani ya wanyama. Na wakasema ya kwamba walichukua mapanya bea kwa Kikisisi inaitwa chizeba. Na Kijikolo kinaitwa kisu. Chizeba hizo. Akachukua mapanya 20 lakhs na akawatumbukiza ndani ya maji na kila makundi mawili. Panya wa kwanza 10 wakawekwa kwenye maji wakaachiliwa. Biblia ama sio Biblia, mwandishi anasema ya kwamba, Bwana Yesu asifiwe, baada ya lisali moja mapanya wale kabla mapanya wa kwanza wakawekwa kwa maji, lakini dakika kama 20 wakatolewa wote kwa maji. Hawa wengine mapanya 10 wakaachwa ndani ya maji. Mwandishi na mhadithi anasema ya kwamba baada ya dakika kama 40 hadi lisali moja, hawa mapanya ambao waliachwa kwenye maji wakafa. Nao waliotolewa ndani ya maji wakarudishwa tena ndani ya maji. Msomaji ama mwandishi anasema hawa waliokuwa wametolewa ndani ya maji waliporejeshwa ndani ya maji waliweza kuwa na survival lifespan ambayo ni ya masaa 24. Bwana Yesu asifiwe. Waliishi sana. Ni kwa nini waliishi? Sema matumaini. Wanasema ya kwamba aliyewaokoa katika nafasi ya kwanza, mapanya haya wakakuwa na matumaini ya kwamba yule aliyewatoa kwenye maji kwa mara ya kwanza atakuja tena awatoe katika maji. Asifiwe. Haleluya. Nataka uishi hivyo. Ishi katika matumaini. Mungu ambaye anawahi kukufanyia jambo moja, mtumaini na utaishi kwa kuamini ya kwamba anaweza kukutendea jambo lingine katika maisha yako. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza kuhubiri. Unaweza toa sadaka sasa. Mmoja kama ukihoga tena huja huko. Ndiye na bana kuja kwa msile da kulita jikuja. Tena kuruka mhodi. Nataka tutoe sadaka sasa. Niangaliwe wa mama tutoe sadaka.